kutoka mbali kwenye giza na upepo. Madam, mbona umekuja bila taarifa? Ungenipigia hata simu basi nikuandalie chochote kitu eh? Alafu kitu kingine, unanukia harufu ya pipi yangu, yaani unanukia harufu ya chumba kile ambacho nalala. Hii imekaaje madam? Mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa nyoka ni nyoka? Una maana gani kuongea maneno haya? Hiyo pipi, hicho chumba, yaani hiyo nyumba nzima kiufupi. Hiyo harufu ni harufu yangu mimi. Na fikiri kama una haraka unaweza ukaendelea na safari, lakini kama hauna haraka unaweza ukakaa ili tuendelee kuzungumza zaidi. Vipi, mbona tabasamu? Natabasamu kwa sababu ya uzuri wako tu, na harufu yako ndio iliyonichanganya. Leo nilikuwa nataka nikwambie ukweli. Kwa majina naitwa Jini Pipi, na hilo jina nilipewa dada yangu ambaye ndio jini mwenyewe, yupo huko ujinini. Nimekuja hapa nataka nikwambie ukweli. Toka siku ile nimekutana na wewe pale njiani, nilitokea kuvutiwa na wewe. Je, upo tayari tuishi pamoja? Unajua unanichanganya. Wewe ni jini kivipi sasa? Na mimi ninavyojua majini huwa hayaonekani kirahisi tu. Inawezekanaje mimi nikakuona? Hii imekaaje? Wewe unaniona mimi, lakini hamna mtu mwingine ambaye anaweza kuniona mimi. Sawa. Na kuhusu hilo jambo lako uliloliomba, nipe muda kidogo nilifikirie. Sawa, ngoja mimi niende. Naweza nikakusindikiza kidogo? Ni muda sasa hawazi kujua kila kitu kuhusu wewe. Hapana, hataki kujua ukweli kwa sasa, kwa sababu nampenda sana, na nahofia kama hakijua ukweli kuwa mimi ni nani, ataweza kaniacha. Sawa, lakini nitakuwa urudi nyumbani. Hii sio ombi, ila ni amri. Sawa, nimekuelewa. Una Mungu wewe? Kwa sababu nilivyokuwa njiani nikawa nafikiria nikupikie chakula fulani hivi alafu nikupigie simu uje wewe. Yaani karibu sana. Umefika muda gani hapa? Leo nimekuja kwa ajili ya kukwambia ukweli ili ujue mimi ni nani. Mimi ni jini.
na kuanzia sasa sitoishi tena ulimwenguni, narudi ujinini. Hii nyumba na kila kitu kilichopo hapa na kuachia ni mali yako kuanzia sasa, ila tambua na kupenda sana. Mariam, najua nataka uniulize mimi ni nani na nimekujuaje jina lako, lakini ninakufahamu vizuri sana. Na kuomba nenda kaishi na kaka yako. Hivi naota ama ni kweli? Kwa sababu kila ambacho nitaka kukizungumza ushakijua. Nataka nijue wewe ni nani? Huruhusiwi kuja humu ndani wala kuingia kwenye hii nyumba, na ukae mbali na huyo mwanaume. Tunaelewana? Sawa. Uliniambia kuwa unaitwa Nimasha, lakini ukuniambia kuwa wewe ni nani. Umetokea wapi? Na hata siku uliyokuja nyumbani kwangu uliondoka kwa mazingira ya kutatanisha. Sasa mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Siku ya leo na masiku kadhaa yaliyopita, maisha yangu yamebadilika sana. Kuna kitu niliokota njiani. Hicho kitu ni pipi. Tangu niokote ile pipi, nimetokewa na vitu vingi ambavyo sivielewi. Kuna muda nilikuwa na mpenzi, na huyo mpenzi mwenyewe ananiambia kuwa mimi hanitambui. Naomba unisaidie. Je, hivi vitu vina ukweli ndani yake? Kila kitu ambacho ulikuwa unakiona ilikuwa ni ndoto, havina uhalisia wowote katika maisha yako. Matukio na matendo kadhaa ambayo yanakutokea, ila kuhusu pipi ndio ukweli wenyewe. Huyo pipi ni mimi. Na hivi sasa tunapozungumza hapa, huo ugeni ushawasili nyumbani kwako. Hivyo majibu yote utayapata ukifika huko. Mariam, huyu ni kaka yako Awadhi. Ule ugeni ambao nimekuambia utawasili nyumbani kwako ndio huu, na huyu ni dada yako. Najua unajiuliza mengi kuhusu hili, ila nitaka kukuambia kuwa inabidi muishi kwa amani na furaha. Asante sana kwa ukarimu wako,
lakini na hii nayo sije kawa ni ndoto. Hapana, hii ya sasa si ndoto, ni uhalisia. Sawa, asante. Ila naomba muwe makini sana na watu wenu wa karibu. Niwatakie kila la heri. Nilitoka mbali kwenye giza na upepo, nikacha asili nikafuata uwepo. Nimevaa mwili, nimejificha sura, ili nikuone nipate hata kura. Lakini umefungwa pingu ya agano, mimi ni mgeni kwenye huu mfanano. Ukalivunja letu penzi la rohoni, sasa nimebaki